Hello, it's Agitena. Hii ni part 3 of my story, and the title of my story ni kukumbushe tena ni The Pain of Rejection. This is what I went through pertains my mother's rejection, ama kwa ajili ya kukataliwa na wazazi wangu. Hivi ndivyo nilivyopitia. And so part 3 ilikatika wakati nilikuwa nasema vile nilipatikana kwa msitu, nikapelekwa hospitali. Watu wetu wakakuja wakaambiwa wakuje wa confirm kama mtoto ni wao, na wakaconfirm mtoto ni wao, na wakaenda na mimi nyumbani. Sasa kwa ajili ya ile baridi nilipata kule, si unaona sasa mara gapi? Mara ya 3 nimenusurika kifo. Kwa sababu mara ya kwanza nilikwambia vizuri, mara ya kwanza ilikuwa nilipozaliwa, nasa alijaribu kuniua. Kama umefuata story yangu. Mara ya pili, mama yangu akakanikata hapa mkono. Kanikata mkono wangu hapa. Alikuwa amenikatia hapa kwa wrist hapa. Lakini karama kako tu hapa, ni venye mtu hawezi kaona, kako pale sana, kako hapa hivi. So kulingana na mkono venye imeenda ikimea. So akanikata, lakini hata nilipo breed Mungu hakuniruhusu nikufe, nikanusuliwa tena. Mara ya 3 ndio hiyo amenitupa kichakani niliwe na wanyama. Lakini na Mungu akatumia umbwa wakanilida, sikuliwa. Na nikaokolewa na wachungaji ambao walikuwa wanachunga ng'ombe kule kichakani. At times unaweza niona nikismile, lakini behind this smile there is a lot of pain. Kuna uchungu mwingi sana nimepitia. Lakini surpassing all, I thank God and give God all the glory and all the honor. I praise God always kwa sababu amenipa nafasi ya kutabasamu tena. Hata licha ya mateso na mapito mangumu ambayo nimeyapitia, na machungu mengi ambayo nimeyapitia, yale niliyopitishiwa na mama yangu, ama yale niliyosubjectiwa na mama yangu, because my mother subjected me into rejection. Nikawa na rejectiwa na kila mtu. Kwa doa nikawa na rejectiwa na in-laws kwenye nilioleka. Marafiki, unajipatanga umekuwa ukijipata tu marafiki wanakuchukia tu hivyo ovyo, na hakuna kitu umewafanyia. Yani so many challenges, painful challenges zenye nimepitia in life. Mungu amenipa muda wa kutabasamu. Kitabu singeweza kupeana story yangu kama nina smile. Na kuambia nilikuwa najaribu kuongea nalia tu. Machozi yananitiririka tu. Nilikuwa na uchungu mwingi, lakini God made me overcome my pain. Na nikawa sasa si kidoda akiniumi tena, na ipeana kama ushuhuda. Siumwi tena. Nilikubali nilitelekezwa na wazazi, nilikubali walinireject, nilikubali my siblings walisema mimi si wao, na mama yangu na baba yangu mzazi, hata na yeye aliyemwoa mama yangu, stepfather, walinikataa. And nikakubali hiyo yote, na nikasema hata nikataliwa na nani, mradi tu Mungu ananipenda, na Mungu amenikubali, na Mungu ananitabua. It doesn't matter who rejects me. It doesn't matter who hates me. It doesn't matter. Wenye wananichukia na wananidharau, haijalishi, mradi tu Mungu ananipenda. And I have come to realize kuna watu wengi sana wananipenda. So Biblia inasema aje? Ama wengi ni wale wako kwa upande wangu kuliko wale wako kinyume na mimi. I think hao ni maneno ambayo Mungu aliongelesha Elijah. Kamwambia chungulia kwa dirisha uone wale watu ambao wamekuzunguka. Na Elijah alipoangalia akaona ni kweli kuna watu wengi sana, malaika wametumwa wengi sana ambao wanamurida, wenye hakuwa yeye mwenyewe anajua, na wenye maadui hawageona. So maadui ni wachache sana, lakini malaika ni wengi sana wanamurida. So wengi ni wale wananipenda kuliko wale wananichukia. Right? So nilipogundua vile, nikajipenda, nikajikubatia. So kwa sababu kuna wakati kumefika nimejichukia sana, because there is nothing good my mother used to say about me. Mama yangu aliishi kunitukana, kuniambia you are so ugly, wewe ni mjinga,
na akaimpose ile kwa watoto wetu, my siblings wenye wamenifuata, especially sister yangu mwenye ni second born mwenye amenifuata. Huyo mwanamke ananichukia vibaya sana, na hakuna kitu kizuri anaweza sema kunihusu. Ye kazi yake ni kunisema na kwa mabaya, ni kunisengenya, kusema venye mimi ni mjinga. Watu wengi hata wenye wasionijua wanasemanga mimi ni wazimu, kwa sababu wanasemanga ako na sister yake wazimu, kuna sister yake mjinga. You see, hakuna kitu kizuri wanaweza sema kunihusu. Mama yangu alikuwa ananiita, naibia dana huko takataka, kasia hii maraya, na huko kauliwe na huko. Yani she totally hated me. Now, wacha nirudi kwa story yangu. Wakati nilipookolewa sasa na nikapona nikarudi nyumbani, nilidevelop ugonjwa juu ya, I think ni juu ya ile baridi ilinigonga nikiwa katoto ka few months kule kwa kichaka. I think juu ya hiyo baridi na hiyo hewa ya baridi ambayo nili inhale, nilipata meningitis. I developed meningitis. Hiyo meningitis ikanipeleka vibaya sana. Nikawa admitted uko Murang'a Hospital. Nikawa admitted kwa muda. Siwezi kubuka ni lini, sababu hata sikuambiwa ni kwa muda mgani, lakini niliambiwa nilikuwa admitted kwa muda. Na nikagojeka sana. Wakati yani I was in and out of hospital. In and out of hospital. Sababu wenye wanaelewa mambo ya meningitis, it kills. Na sasa imeshika mtoto mdogo, mtoto wa month. So wakati ule nikawa niko in and out of hospital, in and out of hospital. Na kwa sababu nilikuelezea mama yangu aliponizaa alirudi shule na akaendelea na masomo. So nilikuwa under the care of my grandma and my aunt. Na sasa ule wakati nilikuwa nalazwa hospitali na my aunt. My aunt mahali, kama utaona hii video, I will be forever grateful. Hata kama kuna mengi ambayo tulikuja kukwaruzana, yenye si mimi niliprovoke, mimi si hesabu mabaya na hesabu mema. Kwa sababu mtu anaweza kukutendea kakitu kamoja kazuri kafunike ubaya wote wenye amekutendea. So mahali utaona hii video, always know that I am grateful. Niliishi kujua ni kati ya wale watu wananipenda sana. Niliishi kujua hivyo. Na sitaki ni hesabu mabaya yoyote. Na sitaki kuongea about mabaya. Nataka kukushukuru kwa yale ulionitendea. Ulinilea. Mama yangu akiwa shuleni. Ulinilea. Na wakati huo ulikuwa nalala hospitalini, ulikuwa nalazwa hospitalini, ulikuwa nalala na wewe. You took care of me. You used to tell me nikiwa mdogo ya kwamba unajua nilikosa pursue my nursing course ndio nikulee. Na ninakumbuka hata ndio nilikuwa naambia watoto wangu juzi ya kwamba this auntie of mine, sababu alikuwa ametulea pamoja na kijana wake, alikuwa ametufunza Kizungu tukiwa tutoto tudogo, tulikuwa tunaongea Kizungu. Hata ule wakati tulikuwa tunaenda kutembelea mama yangu, sababu mama yangu alipoolewa, aliolewa akatuacha bado, akaniacha bado kwa my grandma. Hata wakati tulikuwa tunaenda kutembelea my grandmother, tulikuwa tunaenda kumtembelea tukiongea Kizungu. Tutoto tudogo tunaongea Kizungu. Tulikuwa tunaongea tu Kizungu tu. Yani, na alikuwa tununulia manguo. Mimi na kijana wake alikuwa tununue maguo zinafanana, trouser suits zinafanana. So alinilea vizuri. And I'm grateful for that. Na kama hata hakuna kitu kingine kizuri shaifanyia Mungu akafurahia auntie. Mungu asiwahi sahau vile ulinilea na uliponishughulikia hata nikiwa mgonjwa, na huku haichoka na mimi na huku niachilia. Mungu akubariki sana. Now, nikiendelea. One day my auntie used to tell me, alikuwa ananiambia ya kwamba ilifika wakati nikagojeka sana wakati nikiwa tu na hiyo meningitis, na nikapelekwa Murang'a Hospital. Nilipopelekwa hiyo hospitali Murang'a, auntie yangu ananiambianga nilikufia kwa mikono yake. Amenishika tu kwa mikono na nikakufa. Akaanza kulia akaniambia, "Woi, Jerry, umekufia kwa mikono yangu. Si ungegojea angalau daktari akuchukue. Mbona umekubali kukufia kwa mikono yangu?" Na daktari alipoitwa
na akakuja akanichukua na akani-examine, na ni kweli akahakikisha nimekufa. Hiyo ni mara ya 4 kote ku escape death. Now, lakini sasa wakati huu nimedeclareiwa nimekufa. Auntie aliona nimekufia kwa mikono yake, kuita daktari akani-examine, na ni kweli akaambiwa huyu mtoto hatuko na yeye tena, amekufa. Na wakati ule nilideclareiwa nimekufa, nikachukuliwa na nikawekelewa kwa kale ka stretcher, nigojewe mtu wa mochari attendant akuja anichukue anipeleke mochari. Na hapo nikafunikwa na mambo. Auntie yangu amekaa tu kando pale analia. So nasikianga niliambiwa before the mortuary attendant akuje, nilikohoa. Na sasa hiyo nishafunikwa na wakamalizana na mimi. Nilikohoa, wakasikia mtu anakohoa. Auntie kukimbia kuangalia, akapata haya niko uhai. Ninarusha mikono, ninalia, na kitu ambayo ilifanya watu wengi hata watoke kwa ward wakuje waone mtoto alikuwa amekufa amefufuka. This is how wonderful my God is. This is how faithful my God is. Hivi ndivyo Mungu wangu amenipigania vita. Na the reason why I love this God so much, it is because ananipenda zaidi. At times nasahauingi machungu ambayo nimepitishiwa, na ninasahauingi uchungu ambao watu wamenipitishia, watu wangu, watu ambao ni wakaribu sana na mimi, my relatives, my parents. Nasahauingi kukataliwa na my biological father, nasahauingi kukataliwa na my biological mother na my siblings. Nikikumbuka jinsi Mungu anavyonipenda, jinsi Mungu alivyo na mpango mzuri na mimi, nasahauingi wa uchungu wote. Now, hiyo ni mara nyingine Mungu alinunusuru kutoka kwa meno ya kifo. Nimedeclareiwa dead, lakini Mungu akaninusuru. Niruhusu, kwa sababu sitaki kukua na kuwekea episodes ndefu sana. Niruhusu nifikishe hii episode hapa, ikiwa ni episode ya 4. Episode ya 5 nitakuelezea kilichoendelea. Stay blessed and stay posted for the next episode. God bless you.